Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Bwana, tunashuhudia dunia yenye vurugu kubwa sana. Dunia ambayo ukiitazama ina viongozi wengi wa babe, viongozi wa fidhina, viongozi wenye kulinda misingi, viongozi wenye kulinda itikadi, lakini zaidi sana viongozi wenye kulinda utaifa. Dunia hii ya karne 21, dunia ambayo ina Vladimir Putin, kiongozi mtata wa Urusi. Dunia hii na Donald Trump, kiongozi ambaye amekuja kurudisha nguvu za Marekani. Kiongozi hii na Benjamin Netanyahu, kiongozi ambaye anaamini kwamba lazima tuweze kutumia vita kuweza kufikia amani Mashariki ya Kati. Kiongozi ambaye na Erdogan, mtu ambaye analijenga taifa la Uturuki katika eneo la nchi za Ulaya. Lakini kiongozi ambaye na Xi Jinping, kiongozi ambaye anaijenga nchi ya China kwa kutumia misuli ya kiuchumi au tunaita soft power. Kwa kweli ni dunia ambayo ya kitofauti sana ukiitazama, kwa sababu ina viongozi ambao tunawaita ni global leader au viongozi ambao wa kiulimwengu. Sasa ipo hivi, ukitazama dunia, Trump amekuwa anaongozwa na falsafa yake ambayo inaitwa MAGA. MAGA maana yake ni Make America Great Again. Kwa maana kwamba mwenyewe amekiita kwamba kipindi chake hiki ni kipindi cha golden age, kipindi cha dhahabu, kipindi ambacho Marekani imekuja kurudisha nguvu na taswira yake duniani. Anasema kwamba Make America Great Again, Make American Strong Again, Make American Wealthy Again, Make American Strong Again. Kwa hiyo ni kipindi ambacho anakiita kwamba ni kipindi cha dhahabu, na tumeshuhudia kwenye kipindi chake ameweza kuenda kumchukua Maduro na kuweza kumpa kesi na kupelekea reform kubwa katika nchi ya Venezuela, ambapo mpaka leo hii tunapozungumza Marekani imekuwa ikipata mafuta, ambapo unafahamu tangu kipindi cha Maduro, tangu kipindi cha Hugo Chavez wamekuwa hawanufaiki na mafuta hayo. Lakini vile vile anatishia kuelekea Cuba, kuweza kuondoa serikali ya Cuba kwa kile kinachoitwa kwamba Cuba imekuwa ikitishia maslahi ya nchi ya Marekani. Lakini zaidi sana tumeshuhudia Trump sasa hivi ameanzisha operesheni kali sana akishirikiana na Israel kuhakikisha kwamba anaenda kuondoa serikali au utawala wa mamula wa Ayatollah Khamenei. Kipindi cha dhahabu, golden age. Lakini ukitazama dunia ni kwamba inapitia kwenye kitu ambacho kinachoitwa global power shift, yani kuhama kwa nguvu za mamlaka za kimataifa. Yani dunia kuna kitu kinaitwa international order. International order, mataifa ambayo yanaitwa pora, mataifa viranja, huwa wanatengeneza utaratibu wa namna ambavyo dunia inatakiwa kwenda. Sasa ukitazama ni kwamba hii international order kama inahama kutoka magharibi inaelekea mashariki, na watu ambao kimsingi wamekuwa kichampioni hii global order kuhama wamekuwa ni China na Urusi. Kwa mfano, vita vya Urusi na Ukraine umekuwa ni mkakati wa kuhakikisha kwamba wanaenda kubadilisha utaratibu wa kimataifa, kuanzia mfumo wa kimataifa, mfumo wa kifedha, diplomasia, usalama na ushawishi. Kwa mfano, unafahamu leo hii kuna mkakati mkubwa wa nchi za BRICS ambao unaongozwa na Urusi na China kutengeneza New Development Bank, ambayo itakuwa ni benki ambayo inakuja kuchukua nafasi ya IMF na World Bank. Lakini unafahamu kwamba kuna mkakati mkubwa ambao unaitwa de-dollarization, yani kuacha kutumia sarafu ya dola katika mifumo mbalimbali ya kimataifa. Unafahamu kwamba nchi za magharibi umetengeneza SWIFT, umetengeneza IMF, World Bank, hizi ambazo zinazoitwa Bretton Woods Institution, ambazo zimekuwa zina kazi ya kupanga masharti kwa kile ambacho kimsingi wao wamekuwa wakikihitaji. Kwa hiyo hii global power shift imewatisha mataifa ya magharibi, hususan taifa la Marekani. Kwa hiyo Trump anakuja kurudisha adabu ya kimataifa. Trump anakuja kurudisha ustaarabu wa Kimarekani. Ndio maana anakuja kuharibu maslahi yote ya kiuchumi kuanzia China mpaka Urusi. Kwa mfano, unajua, kwa mfano Maduro, nafikiri nimesema mara nyingi, Maduro aliingia mkataba na wa China kuweza kuyauza mafuta yake kutumia yuan. Maana ni kwamba alikwenda kusabotage mfumo wa hegemonic power petrodollar wa Marekani. Lakini the same scenario katika Iran. Irani pale kinachotafutwa ni Irani iache kuyauza mafuta ya Irani kwa kutumia sarafu ya yuan kama vile ambavyo kilichofanyika kwa nchi ya Venezuela. Kwa huu ni mkakati wa kwenda kulinda zile ambazo zinazoitwa mamlaka za kidunia au global order, ambazo Trump anahisi kabisa kwamba Marekani kama tusipokuwa sahihi, tusipokuwa sawa,
tunaenda kupoteza nafasi yetu ya kimkakati, nafasi yetu ya kiuchumi duniani. Kwa hiyo ni vita ya kimaslahi. Na nisha kusema mara nyingi kwamba popote ambapo watu wanapigana, watu hawapigani kwenye mataifa kwa ajili ya demokrasia, kwa ajili ya haki za binadamu. Watu wamekuwa wakipigana kuhakikisha kwamba wanalinda maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kinachotafutwa hapa ni maslahi makubwa ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kweli tuendelee kufuatilia masuala makubwa ya kimataifa.